Akatupa pale madawa, akasema nikatafute jogoo, akachinjwa pale, damu ile akaanza kuniogeshea damu ile. Nikae kwenye juu ya ungo, kaka kwenye ungo aniogeshea damu ile, akanichanja machale, akanipa mailizi, dawa ya kuweka mlangoni, na madawa mengine ya kulalia. Akaondoka, anaondoka ndio kama kawaida sasa. Yaani kila mganga anayekuja ndio kama kawaida sasa. Wanakuja kwa spidi hatari. Kwa hiyo ile hali ilidumu kama ndani ya mwezi mzima, ninakosa amani. Kweli nishakata tamaa na maisha. Shamba mke wangu basi mimi nakufa. Hapa nyumba iuza ila uangalie watoto. Kwa sababu kila mganga tunaenda sasa karibuni wa 7 huyo. Hali ndio kwanza tunachongoza. Kile unapoenda wapi? Kwa hiyo wapi ulipata madhabahu au baada ya hapo uliendelea tena kwenda kwa wataalamu wengine? Baada ya hapo tukatoka pale. Sasa siku hiyo tukakaa hivi. Magiza kichwa kinanisumbua. Sasa mimi kuona unafuu wangu ulikuwa nini? Panado nimezeze kwa mara 1 5. Kwa hiyo kutoka Mosa mdomo unasimama, dawa za meza nyingi. Alafu mdomo tunaenda mdogo mdogo. Tukapanda sehemu hii kutoka pale kwangu, tukatoka maeneo kwa nyumbani kwangu, tukawa tunaelekea juu. Sehemu moja kuna maduka hivi ya dawa. Tukanunua dawa pale. Wakati tunarudi sasa, kuna mtumishi mmoja hivi, kuna kanisa kwa nasali, yuko na makwale kanisa hilo. Akasemaje, mbona mtaani kwenu kule kuna mchungaji? Ndio anaambia mke wangu, ndio mimi ndio niko pembeni hapa, niko oi bintabani, tembea nashindwa. Kaambia mke wangu, huyu mmeo peleke kule kanisani, kuna kwenu kule kuna mchungaji, mtamneka ule atamsaidia. Mimi pale nikatoka kile upande, lakini mke wangu alikubali jinsi mateso ninayopata mimi. Nafika nyumbani akasema hakuna cha kupika wala nini, ilikuwa saa 3 hiyo. Tukatoka pale nyumbani kwangu mdogo mdogo, tukafika kwa ule kwa mchungaji. Toka mchungaji pale tukamkuta kweli amechoka, muda saa 4 kama na nusu hivi. Sasa hivi mtu amechoka mwenyewe kwa kwenye maombi. Akaniuliza, huyu mkeo? Ndio. Kidogo kanya jamaa zangu kama wawili. Kaniuliza unaeje? Kasema jamaa zangu. Kuna semina pale alitupa kabla hajaniombea. Kuna semina alinipa. Wote ndio fika pale, mimi na familia yangu na mke wangu. Akatupa semina fupi. Wewe unamaanisha hapo ulikuwa tayari umefika kwa mtume? Tayari shafika nyumbani kwake. Baba yeye tulikuwa tujue yetu, tumeulizia mpaka tumefika. Wala taarifa zake huko nyuma nilikuwa sina zote zile. Fika pale akatuuliza maswali tukamjibu. Homa ile ya zalini ilianzaje? Ila tulimficha kama kwa waganga tumeenda. Kwa ufupi. Tulimficha kama tumeenda kwa waganga. Hatukusema. Tulikuwa na hofu labda. Tulikuwa na hofu na yeye mtu wa dini angetufukuza tukajua. Kwa tulimficha mambo ya waganga yale. Pale baada kutupa semina ile. Akasemaje? Hamna shida. Hapa tutafanya maombi, tuombe Mungu. Ila hii shida itakuwa imeisha. Ila tuombe Mungu. Akauliza ndugu zangu wale wote tunafanya maombi. Kuna mmoja alikataa. Akasema hamna shida. Lakini nyinyi ndio mnemuuguza huyu. Mungu akifanya jambo hapa madudu yaende kwa Mungu atamkuteni nyinyi. Yule mmoja alikataa, basi sasa akatufanyia maombi pale. Baada kutufanyia maombi, yani pale kabla hajaniruhusu mimi nimeona nimepona. Wale watu sikuona tena kwa muda ule pale. Sikuamini. Yaani usikii tena maumivu ya kichwa. Yaani maumivu pale hakuna, wala watu wale kuwaona hakuna. Kwa muda ule katoka pale. Akili yako iliwaza nini kwa haraka? Akili yangu bado kasemaje, labda watu wale nini? Kwa muda ule. Kajua wale watu labda wananisubiri nyumbani. Nikajua labda wananisubiri nyumbani. Sasa nilipotoka pale hadi nyumbani. Bado nina hofu ile. Watakuja hapa. Watakuja hapa. Shangaa azana inalia msikitini. Fanyaje? Katulia. Nikakumbuka jana mchungaji asema tukachukue mafuta. Mdao hata shilingi sina sasa. Tushamaliza hela zote kwa waganga. Na nyumba natamani kuuza. Nirudi nyumbani Morogoro. Kutoka pale kwenda kukopa hela, ndugu yangu mmoja akanipa 1000. Kaja kuchukua mafuta. Tukapaka. Siku ya kwanza nikaona kimya. Siku ya 3 sioni watu wala kula maumivu siyaoni. Siku ya 4 nasema kama maajabu haya. Mimi siamini.
Siku 3 hujawaona ila bado siku 3 sijawaona, bado siamini. Kutokana na namna ambavyo tukatoka pale. Ikawa siku ya ibada Jumaa, tukaenda kanisani kule. Ndio. Tukaabudu pale, tukarudi nyumbani. Mungu huyu. Ukajiuliza Yesu huyu ni Yesu gani? Kweli nitenda dhambi, sikuamini hata kidogo kilichofanyika. Yaani umepona ila bado. Nikakaa, ikafika wiki ya pili sasa. Kule kanisani kulikuwa na ujenzi ufupi, tulikuwa tunajenga tunaenda. Mchungaji ananipitia pale, tunafanya ujenzi kule tunarudi. Pale madhabahu. Madhabahuni pale tunafanya ujenzi tunarudi. Siku hiyo tuko nyumbani kwangu pale, mchungaji kanipigia simu, bwana umejiandaa twende? Nikamwambia ndio. Kashanga nyumba yangu nadondoka yenyewe ghafla. Kadondoka nyumba ile ghafla. Nikamwambia mke wangu, nyumba imedondoka. Kaangalia mke wangu kalia, akupata jibu. Mimi nikatoka nikaja huku sehemu ya Kalo. Sasa nikamwambia hapa mke wangu nyumba imedondoka, tuna jinsi. Mimi naenda kanisani kwa kujitolea. Wewe chukua haya matofali uyapange hivi maji asije tena akaja huku kwenye shimo la choo kubomoka. Niko juu ya shimo imedondoka hiyo. Kipande upande wa nyuma nilijenga kama chumba 2 zilidondoka, 2 zikabaki. Nikakaa shimo juu ya choo ya shimo ile Kalo hivi. Najikuta tena nimedondoka. Ingia ndani ya shimo. Nikaomba msaada pale mke wangu na pana jirani, kaja kunikunia kiangazi, nikatoka. Nikaendelea na maisha. Ulienda kanisani? Mchungaji mdogo sio muda mwingi akaja pale, nikamwelezea. Sema imeisha hiyo. Maisha yangu sasa nimeponea kanisa hili. Ndio. Nikaa sasa huku. Kasema hapa mimi stoki kama mchungaji hivi, ni bora nitenge familia nifanye nini? Kanisa hili nilipona mimi sasa pale kaanza kuona imani baada kufika kama mwezi mmoja sasa. Nikawa sana. Yaani katika watoto tundu waliofanya maasi pamoja na misimu. Sababu ukiuliza mtaani yote niliyeishi, kuna baadhi kenda Ugogoni na jina langu, kenda stesheni na jina lake. Kwa stesheni wakinitoa kunoga kina mama hao. Kija Tundula leo wanaita Simple Mapesa. Kija Ugogoni hapa wanaita Ndama. Yaani kila mtaa na jina lake. Jinsi shetani alivyokanitawala kipindi hicho. Kwa hiyo baada ya mchungaji kunijenga zile hoja mpaka nikaenda sawa, sikuwa na budi kumficha maisha yangu nyuma niliyapitia. Ukawa unapitia. Ni kama unatubu. Nikawa natubu sasa. Ifika mwezi wa 5, Mungu akaanza kufanya mambo. Kaanza kunionyesha kwenye kazi zangu zile. Mara leo naitwa hapa. Mimi sina time za kuangalia kazi. Ulishazoea hivi. Lazima niwe na ilizi kwa ganga, lazima uende ndio upate kazi. Kazi kwa ufundi. Uweze ukafanya kazi bila kuwa na ilizi au kwenda kwa mganga. Utaenda kazi mtu anayekujua. Basi pale ikaanza kuitwa, akamwambia baba leo kuna kazi fulani. Nikasema ngoja nikubariki uende. Kwa kazi zangu zikaanza kunyooka. Inafika mwezi wa 6 ndio sio mchezo. Mpaka mwezi wa 7 ninavyoongea hivi. Yaani kazi mpaka sasa tuseme kazi ni zimezidi mno. Yaani Mungu amefungua maisha yangu hatari. Na mwenyewe najiona saizi kweli hata kisoma kwa watu ukiniita naitika. Amina. Ubarikiwe sana. Amina. Lakini nilikuona pale mtume watu walikuwa kibariki ndoa. Ulikuwa ni mmoja kati ya wale ambao wanabariki ndoa. Amina. Tamani pia nijue kwako ilikuwa kiasi gani, maana unatuambia ulikuwa mtu ameshangazi lakini umeingia madhabahuni una miezi 7 na tumeona tayari umeshafunga ndoa na mke wako. Kwako hii ilikuwaje? Hii bwana, sikupiche mtangazaji. Nashukuru Mungu. Baada ya mchungaji kunijenga. Ndio. Nikaona thamani sasa naye huyu wa nyumbani huyu. Ndio. Wa kumpa thamani yake. Kwa sababu mwenyewe huyu wa nyumbani hata ule mwili ule muone ule kwa vile ilikuwa kama sindano. Sababu mimi nikakaa mwezi mzima nyumbani nisirudi. Kwa mshangazi. Na vile hela hizo wanapata za kipepo zile ndio nipa jeuri. Sasa nilipopata somo la mchungaji na kunijenga kule semina zetu wananipa kila siku maombi nini. Sababu mchungaji ukifika hapa, wote ukafanya maombi. Anaweza kufanya semina ile kama mpiga story, kumbe semina anakupa. Anakujenga. Mwishoni anakupa maombi. Wewe unani auchukua kwenye story, yani anakuchukua mdogo, anakujenga mdogo. Anakuchukua huku, anakuleta huku. Mpaka unakaa sawa, hata pachelewe. Akishajua kidogo unaelekea, unaanza maombi. Usipoteze muda kidogo, asikuchoshe zaidi.
Kesho tena hivyo hivyo. Basi ile hali imeenda, niliposikia ndoa nabariki kule, nikamfuata baba yeye. Kule anabariki ndoa. Sasa mimi na mnaye bado sijajijenga, tunafanya kanisa letu halina gharama. Napenda sana mtu anayefuata nini? Sheria za kanisa, ubatizo, ndoa. Hiyo vitu vinakuimarisha kwenye maisha yako. Kama una vifungo, Mungu anakufungulia. Kwa mimi nitasimamia nani, hata ni upande wa ndugu ndio vile, kwa sababu nimeingia kanisa hili, wengi wananitenga. Sasa si kanisa letu, tutakuwa ndio jamaa zako, hata ukifa tutakuzika, hata kuacha. Baba mimi nashukuru, basi kaniandike jina. Kweli akaniandika jina. Ile ndoa gharama zote alisimamia mchungaji. Nisikudanganye, nimeongea ukweli. Hata siku kutoka kwenye funga ndoa nimetokea hapo kwa baba. Kwa mchungaji tumetokea nyumbani kwake baba mchungaji. Kaenda kule, gharama zote hizi unazojua wewe. Sasa kipindi kile kwa bado sijajijenga hadi kwangu. Ile hela baba mchungaji amepita kwangu asubuhi ile. Baba sasa alivaa kama mwanae kabisa. Sasa nichukua kama mwanae. Asubuhi anasalimia. Alfayo. Bwana asifiwe, vipi? Una mboga? Ninasema bwana, mboga ipo. Hamna. Kama ipo, anaingiza mfukoni. Hii ni tofauti na vile tumezoea mchungaji au mtume akipita nyumbani kwako basi wewe muumini inabidi utoe. Lakini kwa baba sio kwa mchungaji wetu huyu. Sio kwa mchungaji wetu. Tena nafikiri zile kalama za kufanya sio peke yangu. Maana ile hali nilikuwa naona kwa waumini wenzangu wote kanisani mle. Mtu mwenye shida baba, hata kama hujamuomba na kulilia. Mpaka sasa hivi alipopanda cheo kuwa mtume, ndio ile hali imezidi upendo kwa sisi watu waumini wake. Kwa sababu gani? Mimi nilifika hatua kwangu pale kabla sijafunguliwa mambo ya kazi haya, mimi kwa kwangu ilikuwa shida. Na nimeroho kwenye kuumwa. Sijalima. Kwa hiyo unakuta maisha yangu yalikuwa magumu mno, lakini baba akitoka huko sokoni, lazima mfuko apitie nyumbani kwangu pale. Aache mboga. Na ulishaeleza hali halisi kwa baba nilimueleza, sawa, mfupi anajua yale misi yangu. Ila lile swala baba mpaka siku zingine mimi nikajisikia aibu kwa sababu mwenye mchungaji ana familia yake. Lakini sisi waumini anatuhudumia kama watu wake wote. Yaani wewe sio mpaka muombe. Nikisema mimi kwa naomba uombe. Amina, ubarikiwe sana. Lakini kuna mtazamaji pale anaendelea kutazama kupitia Mlango wa Uzima TV. Yawezekana anapitia changamoto labda ya ulevi kama vile ambavyo umezungumza. Lakini pia yawezekana naye ni mzinzi kiasi kwamba kuna watu wanakuambia yani natamani nisiwe na wanawake muda wote au nisiwe na wanaume muda wote, lakini najikuta tu naingia kwenye hiyo hali. Lakini pia yawezekana mwingine ana matatizo labda kama hivyo ya kiafya na ameshazunguka sana kwa waganga, imefika wakati amekata tamaa kama ambavyo ulikata tamaa. Sasa unataka umwambie nini siku ya leo kupitia Mlango wa Uzima? Mimi ushauri wangu kwa vijana, kwa madada, akina mama, hata wazee, wageuke. Amina. Wamfuate Yesu. Amina. Yaani ukimfuata Yesu atakutendea. Usije kwa majaribu fulani labda simple, sasa inaitwa Alfayo amefanikiwa. Na wewe ukaje siku moja eti kisa mimi kanisani siku moja kufanikiwa. Mungu anakutendea unafanikiwa, kwanza anakupima, kwanza anakujenga. Mungu anaweza kukupa eti leo hii umekuja kanisani leo ukafanikiwa. Amina, ubarikiwe sana. Asante sana mtazamaji wangu wa Mlango wa Uzima TV. Endelea kufuatilia chaneli yetu hii online TV yetu ya Mlango wa Uzima TV. Hakikisha una subscribe. Tufuate kupitia hapo YouTube, una subscribe, yani unabonyeza iko kialama cha kengele. Lakini pia ukiingia pale Instagram hakikisha una follow ili kuweza kupata vitu vyote ambavyo tunaviposti kupitia Mlango wa Uzima TV. Hii ni kutokea madhabahu ya Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mataifa yote Nachingwea, ambayo inaangaliwa na msimamizi mkuu ambaye ni Mtume Kefa kwa upande wa Kusini, lakini kwa upande wa Tanzania mzima tunaye mtume na nabii Hebron. Tena sio Tanzania tu, madhabahu ya Yesu ni Bwana ni International Church, ikimaanisha ni kanisa la kimataifa. Kwa hiyo hakikisha unaonana na wale viongozi wa madhabahu ya Yesu ni Bwana na Mwokozi wa mataifa yote, ili uweze kupata uponyaji, ili uweze kupata kupokea cha kwako. Nikuambie tu ya kwamba si kila kanisa ambayo inamfuata Yesu taamini ni Yesu huyu. Kuna wengine ni Yesu, kuna Yesu kule kuzimu kina Yesua na vitu kama hivyo.
hakikisha unaifuatilia madhabahu takatifu ya Yesu ni Bwana ili upokee cha kwako mapema. Kwa heri mpaka wakati mwingine tena.